Siku ya kwanza kazini kama bodyguard wa hii familia, aligundua kama kuna kitu hakiko sawa. Aligundua upande mmoja wa jikoni una vioo viwili. Akili yake ikamwambia kuna kamera imefichwa nyuma ya kioo. Ile anataka kuchungulia tu akaulizwa, "Unatafuta nini?" "Nina njaa sana." "Wewe, umekula mguu mzima wa mbuzi peke yako, bado tu hujashiba. Kila baada ya kula huwa anashushia na kitu fulani chenye pilipili kali." Lisa alisubiri dakika 3 alale, baadaye akaenda kuangalia kilichopo nyuma ya kioo. Alifanikiwa kukifungua kile kioo cha jikoni. Nyuma akakutana na kamera kadogo. Bosi wake alikuwa amekaa kwenye kiti anaangalia kile kinachoendelea kwenye nyumba yake kupitia zile kamera. Bosi aliona kila kitu kilichofanywa na Lisa pale jikoni. Lisa alifanikiwa kuigundua kamera moja tu, lakini ile nyumba ilikuwa na kamera zaidi ya 100. Baadaye kidogo akakutana na kamera nyingine imefichwa sebuleni. "Huyu binti yuko makini sana." Bosi wake aliendelea kumwangalia. Lisa anatokea familia ya kimaskini sana, mama yake ni mcheza kamari mkubwa. Ametumia jina la Lisa kukopa bilioni 5. Deni kubwa aliloliacha mama yake lilimfanya Lisa atafute kazi ya kupata hela haraka. Akaamua kwenda kuomba kazi ya kumlinda bilionea. Mastaili ya kupigana aliyoyaonesha siku ya kuomba kazi yalimvutia sana huyu mzee bilionea, akaamua muajiri moja kwa moja. Mzee ni mfanya biashara mkubwa sana wa vyakula nchini China, ni kama Mo au Baresa. Ana mtoto mmoja wa kiume na watoto wawili wa kike. Mtoto wake mmoja wa kike wa kumzaa mwenyewe alifariki kwa ajali ya gari. Watoto wawili waliobaki marehemu mke wake aliwapata nje ya ndoa. Dereva wa mzee bilionea alikuwa anamsimulia Lisa umbea wote wa hiyo familia. Watu wanasema mtoto wa mzee ambaye ni marehemu aliwekewa madawa ya kulevya. Mtoto wake wa kiume hana akili hata kidogo, usimzingatie sana. Kuwa makini sana na ana dada mkubwa wa hii familia. Huyu dada ni profesa na akili sana, ni katili. Hapendi kuona mwanamke yote anakuwa karibu na baba yake. Kuwa makini na mfanyakazi anaitwa Mr. Choi. Huyu anatumika kama mpelezi wa huyu dada. Bilionea kazeeka sana na changamoto za kiafya. Wanahofia mwanamke yote akija karibu na babao anaweza kupewa urithi wote. Ana hata ruhusa kabisa hicho kitu kitokee. Walipokuwa wanarudi nyumbani, bilionea alimwambia dereva wake aondoke. "Mbona umeweka kamera nyingi sana ndani ya nyumba yako? Unataka wewe unawachungulia wafanyakazi wako?" "Nimegundua hujaweka kamera zote chooni wala chumbani. Kiwanja chako kina nyumba moja kubwa na nyumba mbili ndogo. Kitu cha ajabu una jiko moja tu. Niambie, kuna watu wanataka kukuua mzee?" Bilionea hakujibu kitu. Kwa kuwa Ana alikuwa muamini, beki tatu alimkataza mzee kula chakula chake. Walikuwa wanakula chakula walichokiagiza kutoka kwenye mgahawa wa Shishi Food. Ilipofika likizo ndefu, mzee aliwaambia wafanyakazi wake wote waondoke, akiwemo msaidizi wake wa karibu. Lisa hakuwa na sehemu ya kwenda, akabaki kwenye ile jumba. Siku ule yeye na mzee walikunywa supu ya kongoro. Upande wa pili, Ana akapata taarifa kwamba Lisa hajaondoka pale nyumbani. Kaamua kurudi nyumbani kwa mzee wake haraka. Kengele ya mlango ilivyogonga, mzee alimwambia Lisa, "Huyo atakuwa ni Ana, kimbia kajifiche." Ana akaingia ndani, akaanza kukagua kila chumba. Lisa akataka kupiga chafya, akajiziba mdomo. Ana alipokaribia mlango mweusi, mzee akamwambia Ana, "Simu yako inaita." Ana aliamini mzee amemficha Lisa kwenye kichumba. Akafungua mlango, akakuta hamna mtu. Baadaye mzee akamwita Lisa ofisini kwake. Alipoingia, picha ya ukutani ikafunguka kama mlango. Nyuma ya ile picha kulikuwa na chumba cha siri kimejaa TV kama zote. "Hii ndio sehemu ambayo nalala na nakula muda mwingi. Mzee, kuna mtu anataka kukuua." Mzee akamwonyesha Lisa picha ya mtoto wake wa kike. "Mwanangu akufa kwa sababu ya overdose ya madawa ya kulevya. Mwanangu aliuawa kikatili na aliyemuua ni Ana. Hapa nilipo naumwa sana. Nimebakiza miezi 6 tu ya kuishi hapa duniani. Kabla sijafa nimepanga kulipa kisasi katika njia ambayo itamkera sana Ana." Lisa hakuelewa mzee anamaanisha nini. Mzee akafungua sanduku lililokuwa na dhahabu na pesa kama zote. Akachomoa boksi dogo la damu ya mzee na dhahabu. Alipolifungua kulikuwa na pete inayong'aa sana. Lisa akiwa kwenye siku za mwanzoni kazini kwake kama bodyguard, alipata bahati ya kuolewa na bosi wake aliyemzidi miaka 50. Siku moja baada ya ndoa, bilionea alikutwa amekufa nyumbani kwake. Serikali ikawa inamtambua Lisa kama mmiliki halali wa mali zote za huyu mzee. Ana alipomfuata Lisa kwa kashfa nzito na matusi makubwa, Lisa alimwambia, "Kuanzia leo usiniite majina ya ajabu, ongea na mimi kiheshima, sawa? Usinichukulie poa. Nikuite majina ya heshima kama yapi? Niambie, nikuite majina ya kiheshima kama yapi? Kuanzia leo mimi ni mama yako." Siku ya pili kazini, marehemu bilionea alimwomba Lisa akubali kuolewa na yeye japo amemzidi umri wa miaka 50 ili kuwakomoa watoto wake wa kambo wenye tamaa ya mali. Lisa akikubali kuwa mke wake atakuwa na share nyingi kuliko mtu yote pale kwenye ile kampuni. Mali za huyu mzee ndio kitu kilichosababisha Ana na kakake waungane wamuue mtoto wake wa damu. "Unataka na mimi niuawe?" Mzee akamwambia Lisa, "Huu ni mtego. Ukikubali kuolewa na mimi, wale wana haramu watajaribu kukuua na wewe. Tunakusanya ushahidi, tunawakamata." Lisa alikataa kuolewa na huyu mzee. Wakati Lisa anapanga nguo zake ili aondoke, mama yake akampigia simu akasema anaumwa sana, anahitaji hela ili atibiwe. Lisa akakata simu, akapiga makelele kinoma, akamaindi kinoma, piga makelele. Lisa akakubali kuolewa na ule mzee kwa hasira. Kabla ya ndoa yao, mzee alimwambia mwanasheria wake aandae mkataba. Mkataba utaanza kufanya kazi siku atakayokufa. Miezi mitatu baada ya huyu mzee kufa, bodi ya wakurugenzi itatisha kikao kwa ajili ya kumchagua kiongozi mpya. Lisa atapewa mamlaka ya kuwakubali au kuwakataa Mason na Ana. Lisa akiwakataa hatapewa uongozi wowote kwenye ile kampuni. Lisa akishawakataa, urithi wote utamwangukia yeye. Lisa alipewa sharti moja kubwa sana kuliko masharti yote. Alitakiwa kumuua huyu mzee kwa kutumia sindano fulani hivi maalum. Sumu ya Lisa ikifeli kumuua huyu mzee, mwanasheria atamshtaki Lisa kwa kosa la kufanya mauaji.
Kesho yake wakaenda hadi kwenye ofisi ya serikali wakafunga ndoa. Mwanasheria akamwambia Lisa, kama tulivyokubaliana, siku moja baada ya mume wako kufa, wewe utaenda kijijini kujificha na utarudi baada ya miezi mitatu. Utaenda kwenye kijiji ambacho hakina hata interneti, magari yanapita mara moja moja. Ana na Mason wakigundua kwamba leo umefunga ndoa na babao, watakutumia wauaji. Ile eneo langu ambalo unaenda kujificha ni eneo ambalo mimi nalimiliki. Dakika chache baada ya kikao kizito, bilionea alizimia. Daktari akamwambia, mwanzoni niliwaambia amebakiza miezi 6 ya kuishi, sasa hivi amebakiza miezi chini ya 3. Nesi alisikia kila kitu, akamwaishia ujumbe Ana. Ana akampigia simu mwandishi wa habari akijifanya anaomba ushauri kuhusu afya ya babake. Alitaka yule mwandishi wa habari avujishe taarifa kuhusiana na hali mbaya ya babake. Bilionea alimwambia Ana amechoka kupambana na huu ugonjwa. Akamtuma Ana akanunue sindano ya sumu kwa ajili ya kujiua usiku ule. Hakutaka kuendelea kuumia. Director wa hospitali alimwandalia Lisa kila kitu, kazi yake ilikuwa ni kuzibeba hizo dawa kutoka hapa kwenda kwake. Mzee alimuomba Lisa amletee bakuli la tambi ili ale kwa mara ya mwisho. Lisa alivyoenda kufuata tambi, alikaa kitandani akarekodi video, akajipiga kichwa. Hakuna aliyejua kwa nini mzee amejiua. Kifo cha ghafla cha mzee wao hakikuwahuzunisha hata kidogo Ana na Mason. Walifurahi kichizi, walijua kwamba watarithi mali hivi karibuni. Mwanasheria wa baba yake akawaletea habari za kusikitisha. Urithi umebadilishwa, twendeni kwa Lisa kwa ajili ya kudiscuss zaidi. Wakaenda moja kwa moja hadi aliko Lisa. Ana akamsogelea Lisa kwa jazba, akidhani Lisa atamuogopa. Majibu aliyopewa na Lisa yalimuumiza sana Ana. Ana hakutaka kupoteza muda. Usiku ule ule alimpigia beki tatu Choi, akamwambia atamlipa bilioni 1 iwapo atamfungia Lisa kwa wiki nzima ndani. Choi akamshirikisha ile deal dereva, akamwambia watagawana milioni 500. Beki tatu mdogo alisikia kila kitu, akakimbia hadi chumbani kwa Lisa, akamtaka awe mwangalifu sana. Choi akampa kikombe chenye madawa ya kulevya Lisa. Dereva akajiandaa kumpiga Lisa kutokea nyuma. Hawakujua Lisa ana mafunzo ya kijeshi. Je, watafanikiwa kumfungia ndani Lisa? Je, yule mzee aliongea nini kwenye ile video aliyokuwa anajirekodi siku ya kujiua? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya mkasa huu wa kusisimua. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna movie ya huyu jamaa ambaye alitembea na wadada watatu kutoka kwenye familia moja bila wao kujijua. Wanataka kujua aliwezaje, story nzima iko hapo chini. Hapo chini pia kuna story ya huyu mwanafunzi mtukutu ambaye alimtongoza mwalimu wake. Wanataka kujua kama mwalimu alikubali au la. Story nzima iko hapo chini. Hapo chini pia kuna story ya huyu mdada ambaye alimuomba rafiki yake wa karibu mwenye bonge moja la mshepu amtege mume wake ili ajue kama mume wake anampenda kweli au la. Story nzima iko hapo chini. Asante sana kwa kuitazama hadi hapa. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipopenda usicomment, usilike, usishare, usisubscribe. Simu ni ya kwako na bando ni la kwako, sikupangia cha kufanya. Naomba toa maoni yako hapo chini. Ungependa ni movie gani nyingine ni tafsiri kwa Kiswahili? Hii ni Freddy Flix TZ. Asante sana kwa kuitazama hadi hapa. Moko love y'all. Peace. Namuombea huyo aliyekupa password ya wifi aendelee kukupa password ya wifi na asibadilishe ili uwe online daima. Pia naiombea simu yako iwe inakaa na chaji kwa muda mrefu ili uwe unaangalia vitu vingi vizuri vitamu visweet kama hivi kupitia HAPA inamaanisha hapa Freddy Flix TZ. Mwambie mwenzako, amwambie na mwenzake kwamba sehemu moja ya kupata movie kali za Kiswahili ni hapa tu.